Hawachukui Yemen. Mnaona vitu vinavyoendelea pale. Na Mtume alisema narun takhruju mina, moto mkubwa utaibuka katika nini? Yemen. Kwa hivyo nataka niwafahamishe Watanzania na Waislamu wote, kuna vita ya Shia na Sunni itaenea ulimwengu mzima muda si mrefu. Kwa sababu Shia wanatamani misikiti yote iwe ya Kishia. Na sisi wa Sunni tunatamani siku moja dola isimame. Lazima ngumi zifanyeje? Zipigwe kati ya Shia na Sunni. Sasa hii vita itakuwa kubwa sana, kwa sababu Sunni hawana uwezo mkubwa sana wa kupambana na Shia. Wayahudi wakaona watatuchelewesha hawa Sunni, hawana hata nguvu hawa Sunni. Wenyewe ni samina wa atwana, wakusikia na kutii tu. Marekani anachosema wao wanakwenda tu Saudi Arabia, Qatar na Uturuki. Wakatengeneza kikundi kinaitwa IS, dola ya Kisuni. Iko Syria pale, inahakikisha kwamba wanataka kumuondoa Bashar Assad katika uongozi wake. Sasa kinachofurahisha zaidi ni kwamba Sunni countries ziko Marekani, lakini nchi za Kishia, Iran, ziko wapi? Ziko Urusi. Kwa hivyo vita ya Shia na Sunni itaondoa ulimwengu wa Kiislamu duniani. Kuna mahala tu sehemu moja inaitwa Khurasan ndipo Uislamu utakaobaki dunia nzima. Khurasan ndiko kuna jeshi pale, hawatafika Wayahudi pale. Mashaitani hawa hawatafika pale. Lile jeshi la Allah halijaibuka bado, litaibuka. Khurasan ni maeneo ya Afghanistan. Ndio watu wanaisia Talibani, labda ndio lile jeshi lenu. Sio Al-Shabaab wala Boko Haram wala IS. Vyote hivi ni majeshi tu. Waislamu wanaingia kule kwa sababu ya kukosa nuru tu. Hawaelewi kinachoendelea. Hawajui kwamba ule ugomvi wa Somalia pale sosi kubwa ni uranium. Kwa hivyo ili waendelee kuchukua uranium ni nyie ideology ndogo tu. Hawa watafute dola, hawa wasimamishe utawala wa demokrasia. Ngumi zinaendelea kule. Walitoka kwenye vita vya ukabila, sasa wameingia kwenye vita vya kidini. Wanakuwa transformed tu. Hawa jamani washenzi sana. Wana akili nyingi sana. Watu wa fitna. Mungu amesema wataku fitna. Wal fitna tuashaddu minal. Watu wa fitna bora wauawe, bora kuua mtu wa fitna. Fitna mbaya bwana. Ndio inayofanywa na Wayahudi wakiongozwa na Al-Masih. Ndio inaitwa fitnatul Masih Dajjal. Watu wengi hawajui upana wa fitnatul Masih Dajjal. Wanaona ni kitu kidogo tu. Sasa kwa sababu vita vya ugaidi vilienea ulimwengu mzima, na ile vita vya Shia na Sunni vinakuja. Kuna msikiti mmoja Buguruni watu wanataka kuchapana. Kuna msikiti Mwanza huko watu wanataka kupigana Shia na Sunni. Tutatandikana tu muda si mrefu. Na kuna agenti za Wayahudi zimo ndani ya Uislamu hapa Tanzania. Kuna watu wamekuja wana pesa nyingi sana. Someni nembo za Freemason, zisome. Mtajua hata nembo za baadhi ya makundi ya Kiislamu. Ukitaka kujua kikundi cha Dajjal cha shetani, soma nembo ya kampuni. Utajua anayeongoza hii taasisi ni nani. Someni nembo tu. Mtume atasema man kariha, atakayeweza kusoma hili neno kafir ni yule anayechukia vitendo vya Dajjal. Nembo unaweza ukajua hii taasisi hamna kitu. Hii wamevaa makanzu na makofia tu. Hawa wamekuja kuua dini, hawa wamekuja kuua Uislamu. Lakini huwezi kujua, siku moja tutakuja kujua mbele ya safari. Sasa baada ya vita vya Shia na Sunni kugombea kwa